Leo nawaletea simulizi ya kusisimua yenye mafunzo ndani yake. Usisahau kusubscribe, tusonge. Twende pamoja sasa tuanze simulizi yetu. Bwana John anatangaza nafasi za mashindano kwa vijana na wengi wanatuma maombi. Mwisho wanafanikiwa kupita watu 10, wanaume 5 na wanawake 5. Wanapokea maelekezo ya kufika eneo la mchezo. Asubuhi na mapema, vijana wanajiandaa kila mmoja kwa upande wake. Baada ya muda, wanaanza kukusanyika nyumbani kwa Bwana John ambapo mchezo utakapofanyika. Baada ya muda, vijana 10 wote wanafika nyumbani kwa Bwana John. Bwana John anawakaribisha na kuwapa maelekezo ya mchezo. Mshindi atapata kiasi kikubwa cha pesa. Mchezo utakuwa ndani ya nyumba hiyo. Vijana wanaambiwa kwamba wawe makini muda wote wa mchezo na mchezo utadumu kwa masaa 10. Vijana walihoji wanatakiwa kucheza mchezo gani, na Bwana John akawapa maelezo kwamba kila kitu kipo ndani ya nyumba hiyo, hata maelezo ya mchezo utaanzaje na utaanzia wapi yapo humo humo. Wanachotakiwa ni kuyatafuta, maelezo yamewekwa wapi. Bwana John anamaliza na kuwapa funguo zote za nyumba nzima na kuwakumbusha kuwa makini muda wote wa mchezo. Baada ya maelezo yote, Bwana John anatoka na kuacha vijana ndani ya nyumba hiyo. Vijana wanaanza kujiuliza wanatakiwa kucheza mchezo gani ndani ya nyumba hiyo. Wanaulizana kidogo, lakini baada ya muda wanagundua kuna saa ukutani inahesabu muda wa masaa ya mchezo na sasa yamebaki masaa 8 mchezo uishe. Wanashituka na kugundua hakuna walichokifanya hadi wakati huo. Wanahimizana, kila mmoja anaanza kutafuta maelezo ya mchezo yapo wapi, ni mchezo gani na unatakiwa kuanzia wapi. Wanazunguka nyumba nzima, wanachukua funguo za kila chumba na kuingia kutafuta maelezo ya mchezo. Baada ya muda, mmoja wao anaingia ndani ya chumba kimoja, anakuta kabati, analifungua na kuona bahasha 2. Anachukua ya kwanza, anaifungua, ndani yake anaona kiasi cha pesa. Anaangalia, hakuna aliyemuona. Anaamua kukiweka mfukoni mwake. Anachukua bahasha ya pili, anaifungua na kukuta maelezo ya mchezo. Anatoka na kuwaita wenzie, anawaonyesha maelekezo ya mchezo. Maelezo yanasema, kila mara utakapoona karatasi ya maelezo ya mchezo, unatakiwa ufanye kile kilichoandikwa ndani ya karatasi hiyo. Na kila karatasi ni kwa ajili ya mtu mmoja. Kila mshiriki anatakiwa kutafuta karatasi 10 ndani ya nyumba hiyo. Kazi inaanza. Kila mmoja kutafuta karatasi zake 10 na awe wa kwanza kumaliza kilichoandikwa kwenye karatasi. Yamebaki masaa 7 ya mchezo. Kila mmoja anapita kushoto na kulia kivyake baada ya kugundua kumbe kila mmoja anapambania nafsi yake. Mmoja anaingia jikoni na baada ya kuhisi kiu, anaamua kufungua jokofu aangalie maji ya kunywa. Anafanikiwa na anapomaliza kunywa maji, anaona karatasi. Anaichukua na kuisoma kwa furaha. Anawaita wenzake. Anawatambia kwamba yeye tayari amepata karatasi ya kwanza ya mchezo, bado karatasi 9 tu. Karatasi inasomeka, osha vyombo vyote viwe safi. Baada maelezo, anaanza kazi mara moja ili awahi kumaliza atafute kazi nyingine. Wanaendelea kutafuta karatasi. Mmoja anaingia chumbani kwa Bwana John. Anakagua. Mwisho anakuta pesa kwenye nguo za Bwana John. Anapata tamaa na kuzichukua. Anaendelea kukagua na kukuta karatasi. Maelezo kwenye karatasi yanasomeka, fua nguo zote ziwe safi. Anaanza kazi mara moja. Mchezo unaendelea. Kila mshiriki anajitahidi kutafuta karatasi na aifanyie kazi. Wapo waliopata kazi za kusafisha choo, wapo waliopata kazi za kukata majani kuizunguka nyumba, wapo waliopata kazi ya kupika chakula, wakapika na washiriki wote wakala chakula na kuendelea na mchezo.
Wapo ambao walipata vitu vya thamani na wakaamua kuvificha kwa siri kwenye mifuko au mabegi zao. Muda wa mchezo ulikwisha na Bwana John alirudi na kuwakuta vijana wote wakiwa wamechoka kwa shughuli za siku nzima. Nyumba ikiwa safi, kila eneo limefanyiwa usafi na kila kitu kimekaa kwenye mpangilio mzuri. Vijana ikabidi wakusanyike kumsikiliza Bwana John atoe matokeo ya mshindi wa mchezo. Bwana John akawapa pole kwa uchovu na kuwapongeza kwa mchezo mzuri. Bwana John alisema, "Sasa nitakwenda kuwatangaza washindi kama ifuatavyo." Kwanza kabisa, kila kona ya nyumba na kila chumba kulikuwa na kamera, hivyo kila kilichokuwa kinaendelea kilionekana. Aliwaambia kuwa kama ulikosa uaminifu wakati wa mchezo, umekosa sifa za kuwa mshindi. Vijana wakaanza kutizamana na wale ambao walichukua pesa na vitu vya thamani, wakajiona wakosaji, wakajutia maamuzi yao na kuhisi aibu pia. Bwana John akawaambia, lengo la mchezo lilikuwa ni kuwakumbusha vijana maisha yanahitaji kujituma na uvumilivu, kuto kuchagua kazi, na ukiaminiwa sehemu, usiivunje imani uliopewa. Weka malengo mbele na usiweke tamaa mbele. Baada ya hayo, aliwapatia kiasi cha pesa wale ambao walimaliza mchezo kwa uaminifu mkubwa. Na hapo ni mwisho wa stori yetu. Tukutane tena wakati mwingine. Asante kwa muda wako, usisahau kusubscribe tusonge.